Hello traders, ni matumaini yangu mnaendelea vizuri kabisa. Nipende kuwakaribisha katika hii series ya Watch and Learn. You watch, then you learn something. And this is part 1 or episode number 1. Tukiangalia hapa ni gold. This is gold. Na hii ni trading opportunity ambayo gold ilitupatia hapo jana. Tunaona market ilirespect vizuri kabisa our expectation na ikaenda straight mpaka kwenye TP moja kwa moja. Now I want you to learn something from this step by step from tulikoanzia mpaka kuja kupata hii entry. Na imani utajifunza kitu na kitakuvusha ama kukusogeza kutoka hapo ulipo to a next level. Okay, let's go. Okay, ukiangalia hapa, this is a weekly structure kwa upande wa gold. Market imekuwa rejected almost for 3 weeks consecutive along the same zone. Yani around the zone ile market imekuwa rejected mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Maana yake ni kwamba our expectation ni kwamba kuna traders ambao mpaka muda huo walikuwa wameshaingia trade, lakini stop loss zao zilikuwa zimeconcentrate around hii zone. Maana yake ni kwamba hii zone ilikuwa na accumulation kubwa ya liquidity. Kulikuwa kuna liquidity kwa kiasi kikubwa sana ambayo imeaccumulate maeneo haya, ambayo tulitegemea ama tulitarajia ina uwezo wa kuwa liquidated na kuprovide ile pressure ama momentum ya price kubadili mwelekeo. So tulisubiri market ije chukua liquidity hapa baada ya kwa market imefunguka, alafu then baada ya market kuwa imesweep previous week liquidity level kama tulivyokwisha kuelekezana kabla, higher time frame high and low huwa zimehold liquidity kwa kiasi kubwa sana. So baada ya market kuwa imechukua liquidity kwenye previous week low, tulipaswa kusubiri a market structure shift confirmation, and this is 1 hour structure. Tunaweza tukaona ya kwamba market imefanikiwa kuconfirm a market structure shift kwenye hii point. Okay, baada ya confirm market structure shift, tulipaswa tusubiri market irudi to some levels, ifanye retracement kwenye key levels, then tupate opportunity ya kuingia sokoni. Now, ukiswitch kwenye time frame ndogo coordinated to 1 hour ambayo ni 15 minutes. Now, this is a 15 minutes time frame kama tunavyoona. Tulichotakiwa kutizama hapa kwenye 15 minutes time frame ambayo ni time frame ama lower time frame connected to 1 hour. Tulitakiwa kuangalia the momentum which led to this market structure shift. Momentum iliyopelekea break of this structure hapa. Kwa sababu tulikuwa tuna swing high based on 1 hour alafu na swing low kwenye hii angle. So baada ya market kwa imefanikiwa kuchukua liquidity, kwa kuna swing high, swing low, then baada ya market kuchukua liquidity kwenye hii previous week low, market imefanikiwa kushift hapa based on 1 hour. So based on time frame connected to 1 hour ambayo ni dakika 15 ama 15 minutes, tulipaswa tuangalie the momentum which led to this break of this structure. The momentum which resulted to this breakout. Tukiangalia momentum iliyopelekea hii breakout ilianzia hapa. Na kama hiyo haitoshi, bado pia tukiangalia kuna inducement hapa ambayo ilikuwa ni just a trap buyers. Maana yake ni kwamba buyers wengi watakuwa walifocus na hii momentum na wakaweka trade zao around maeneo haya. Kumbe hii ilikuwa ni trap, just an inducement, na stop loss zao zilikuwa ziko hapa. Kwa hiyo around this zone tutegemea pia kuna some momentum au some concentration of orders ambazo ni stop loss za walioingilia hapa. So baada ya kuwa liquidated hapa pia ziliongeza pressure ya market kupata nguvu ya kupanda zaidi to the target. Okay. So our entry opportunity ilikuwa ni hapa kwa sababu this is a source of the momentum to the break of this structure, lakini vile vile kulikuwa na inducement hapa ambayo ilikuwa imetrap buyers na kuongeza pressure ya watu ya price kuja kugeukia maeneo haya. So what about the target? Target yetu tulipata kwa design gani? Kwa sababu entry ni kitu cha kwanza, lakini pia take profit target ni kitu cha pili. Okay, this is a 4 hours time frame. Ukiangalia vizuri, this is a 4 hours structure. Kwenye 4 hours structure, cha kwanza tuliangalia the last 4 hours candle highs and low, ambapo tulikuwa tuna highs at this point na tulikuwa tuna low at this point. Hii ni 4 hours candle. High ilikuwa kwenye hii point na low kwenye hii point. Tumeshaelekezana pia kabla namna gani ya ku carry forward structure kwenye upande wa candle na kwenye upande wa market structure in general.
Okay, kama tulikuwa tuna highs hapa na tuna low kwenye hii point, market ime take down the low of this 4 hours, ika take down the low of previous week low. So our first target ilikuwa ni previous 4 hours high, kwa sababu 4 hours pia ni miongoni mwa time frame kubwa kwa mtu anaye trade 5 minutes, 15 na low time frame. Hii ni time frame kubwa sana ambayo imehold liquidity ya kutosha. So target ilikuwa ni 4 hours high na ndio ilikuwa target yetu based on this trade. Now kama tunavyoona market baada ya kuwa imefanikiwa kurespect hii zone ambayo tulitegemea sisi kuingilia sokoni, ilienda straight moja kwa moja mpaka kwenye TP. So I hope you learn something. Just like, share, subscribe for more, sababu hii series ndo imeanza. This is episode number 1. Tunategemea kuwa na series ya his watch and learn almost every day. Na imani unajifunza kitu, na imani utakuvusha from where you are to the next level. Thanks for watching.